dakika kidogo tu, naomba usikilize, kisha tutaomba maombi kwa ajili yako. Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 19. Naomba nisome kama ilivyoandikwa, sura ya 3 na mstari wa 19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Naomba nirudie kusoma 3:19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe na mavumbini utarudi. Naomba nikukumbushe mambo machache kidogo, na baadaye nitaomba kwa ajili yako. Wanadamu tunaishi chini ya ulimwengu wa jua, lakini tumejisahau. Tunaishi chini ya ulimwengu wa jua, lakini tumejisahau, kana kwamba tunaishi milele chini ya ulimwengu wa jua. Tumesoma kitabu cha Mwanzo sura hii ya 3 na mstari wa 19. Maandiko yanaeleza kwa habari ya maisha ya mwanadamu, kwamba maisha ya mwanadamu yana mwanzo, lakini maisha ya mwanadamu yana mwisho. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Wengine wananunua magari, wananunua bodaboda, wananunua televisheni, wananunua vifaa mbalimbali, lakini unanunua leo bodaboda, utaitumia miaka kadhaa, baadaye itaanza kuharibika, mara spare, mara nini, mara gari nayo spare imeharibika, utapeleka kwa fundi, watatengeneza, baadaye tena imeharibika, baadaye tena utapeleka kwa fundi, baadaye utaitelekeza hiyo TV au hiyo bodaboda au hiyo gari, utaitelekeza kwa fundi. Maana yake mwisho wa hiyo gari na mwisho wa hiyo bodaboda umefanyaje? Umefika. Hakuna jambo ambalo linaanza lisiwe na mwisho. Kila kinachoanza kina mwisho. Maandiko yanasema maisha ya mwanadamu ni kama vile maua, mwanzo wake yanachanua na mwisho unyauka, na baadaye udondoka chini na kusahau kabisa. Lakini mwanzo kitabu hiki tumesoma, anasema mwanadamu ameandikiwa hivi, atakula kwa jasho la uso wake. Atakapokula kwa jasho, mwisho wa maisha ya mwanadamu utakatika duniani. Mwanadamu ataondoka chini ya ulimwengu wa jua na habari yake itasahaulika kabisa. Nimekuja nikukumbusha kidogo, unapokula na kunywa, unapovaa